tunakwenda kuangalia mambo makubwa yanayogusa katiba ya serikali ya Mungu. Kila serikali ina kanuni, ina katiba yake. Katika nchi yetu ya Kenya kuna katiba ya Kenya ambayo ukivunja lazima mahakama zikae na kuona zifanye nini kulingana na ukubwa wa kesi ya uvunjaji wa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Kila nchi ina katiba na serikali ya Mungu ina katiba. Katiba ambayo inasimamia wote wanaokwenda nyumbani. Kila anayekwenda nyumbani anatakiwa kuwa na katiba hiyo. Kwenye ramani yetu hii inahitaji dira. Sikiliza, unakuwa na ramani lakini uweze kujua mashariki, kaskazini, kusini, magharibi, lazima uwe na compass ambayo ukiweka inakwambia hii ndiyo kaskazini. Hata ukienda popote ukiweka bado inakwambia kaskazini ni hapa. Hata uende kokote, uwe nyumbani, uwe wapi, nakwambia kaskazini ni hapa. Kwa hiyo hata Mungu ana compass ambayo ndio tunaita katiba ya serikali yake. Na katiba hii haijaanza mwanadamu alipoanza kuwepo, la, inatoka milele na inakwenda milele. Na miongoni mwa dhambi kuu alizozitenda shetani ilikuwa ni kuvunja katiba ya serikali ya Mungu. Na kwa hiyo mahakama ya mbinguni ilipokaa ilimhukumu ya kwamba yeye ataangamizwa milele, hata kuwepo. Na namna ya kumwangamiza, moto utakokwa, utawashwa na Mungu ndani ya shetani mwenyewe na utamwangamiza, na hata kuwepo atakuwa majivu. Katiba hiyo inasema na wanaomfuata nao wataangamia naye. Kwa sababu hiyo nimeona ni muda mwafaka sasa, baada ya kujifunza mambo makubwa sana, ni muda mwafaka wa kutazama dira, kutazama katiba ya serikali ya Mungu.